watu wa Mungu, ninawasalimu katika jina la Yesu. Ni matumaini yangu kwamba ni mzima wa afya. Labda ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu hii ya YouTube. Ninaweza nikakuomba kusubscribe, comment, like na pia kikupendeza unaweza ukashare kwa ndugu jamaa na marafiki. Na kusubscribe ni kwamba tutakapo tukiposti video zetu uwe wa kwanza kuziona na kuzitazama. Na kama kuna mawazo, ushauri hapa na pale, unakaribishwa. Leo tutakuwa tukiangalia somo moja la baraka sana watu wa Mungu, linalosema macho ya rohoni. Macho ya rohoni. Macho ni miongoni mwa viungo muhimu sana kwenye mwili wa wanadamu. Naamini kwamba ukitembea usiku kama hakuna taa ni vipesa hata kujikwaa au unaweza usiona uko kwenda. Kwa sababu gani? Ni sasa mtu ambaye haoni, sasa na kipofu. Kwa hiyo macho ni sasa na taa ya mwili. Ukitaka kulijua hili, kama uliza watu wasio na vipofu wanapitia kipindi gani, nazungumzia macho ya rohoni. Tutaangalia kitabu cha Marko. Kama Biblia yako hapo unaweza kufungua kitabu cha Marko sura yake ya 10 mstari wake wa 51 hadi 54. Kitabu cha Marko sura yake ya 10 mstari wa 51 hadi wa 54. Ukisoma hapo utakutana na habari ya mtu mmoja anaitwa Bartimayo. Alikuwa ni kipofu, na Yesu alipokuwa akipita alisikia, alikuwa haoni lakini alikuwa akisikia habari za Yesu. Akasikia kama Yesu anapita na akasikia zile kelele, maana kila mahali Yesu alipokuwa akipita palikuwa kuna fujo, watu walikuwa wakimfuata wengi. Sasa akasema, hata mimi ni kipofu na hii ndio nafasi yangu na mimi pia nipate kupona. Akalalamika akisema kwamba, Yesu mwana wa Daudi, nataka nipate kuona, unirehemu Yesu, unirehemu. Wanafunzi walikuwa wakimtuliza na wengine kwamba acha kupiga kelele, lakini hakuacha. Na Yesu aliposikia ile nia ya nani, aligeuka akamuuliza Bartimayo kwamba, nikufanyie nini? Sio kwamba alikuwa hana matatizo mengine, lakini asema kwamba kuna tatizo moja hili ambalo nikitatuliwa hili, mengine yote nitaweza pia kuyatatua. Akasema kwamba, ninaomba nipate kuona. Yesu akamponya, akamwambia, imani yako imekuponya. Hayo ni macho ya mwili, lakini nazungumzia macho ya rohoni. Tutaangalia macho ya kiroho. Nisema macho ya rohoni hadi macho ya mwili. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya 6, ukisoma mstari wa 17, lakini ukianzia moja ukishuka pale, kuna habari za watu wawili ambao walikuwa ni Elisha na mfuasi wake au mfanyakazi wake au mtumishi wake Gehazi. Kulikuwa kuna vita baina ya wana wa Israeli na Washamu, na taifa la Shamu, ambao kuna mfalme wa Shamu. Mfalme wa Shamu aliandaa ambushi nyingi sana. Alikuwa amewatarget sana wana wa Israeli kwa kipindi kirefu sana, lakini Mungu alikuwa akimfunulia mtumishi wa Mungu Elisha kinachoendelea au mipango anayoipanga mfalme wa Shamu juu ya taifa la Israeli. Sio mara moja mara mbili. Sasa Elisha alikuwa akienda anamwambia mfalme wa Israeli kwamba, bwana, mfalme wa Shamu ameandaa hili na hili na hili, kwa hiyo tusipite hii njia, kwa sababu tukipita hii njia ameandaa ambushi, so tunaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo mfalme wa Shamu alikuwa akiandaa ambushi, anashangaa kila anapoandaa hafanikishi. Kila akitega mitego yake kwa ajili ya wana wa Israeli hafanikishi, taifa zima alikamati. Shida ni nini? Akakusanya akamati yake yote, akauliza, kuna miongoni mwetu kuna msaliti? Kwa sababu kila anachokipanga hakifanikiwi. Tukipanga vita hii wana wa Israeli hawapiti katika mitego yetu, ni kwa nini? Kuna msaliti baina yetu. Wale waaguzi mmoja wao akasema kwamba, hapana, hakuna msaliti baina yetu, lakini kuna mtu mmoja kwenye taifa la Israeli ambaye anaitwa Elisha, ni nabii. Mungu huwa anamfunulia kila unachokipanga katika chumba chako. Kwa unachokipanga Mungu anamfunulia na anaombea mfalme wa Israeli, na ndio maana ni vigumu sana kumkamata. Kwa mfalme akapata wazo, na maana kwamba kumbe tukimkamata huyu Elisha
tumelikamata taifa zima la Israeli kwa sababu Mungu anamtumia huyu mtu kuokoa ile taifa. Kumbe tumkamate huyu. Mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa yuko Dothani, ndipo taifa zima au niseme jeshi zima la wana wa Sham wakamfuata Elisha huko Dothani. Elisha alikuwa yuko na Gehazi kwenye tent, alikuwa amepumzika. Gehazi ndio alikuwa mtu wa kwanza kuamka, na alipoamka akashangaa kuona jeshi kubwa limewazunguka. Akawa na hofu kwa sababu wako wawili tu wenyewe, yeye na Elisha. Akarudi naye akasema, akamwambia Elisha, bwana wangu, tumeangamia. Sikiliza mtu wa Mungu, kwenye maisha yako, unaweza kwenye utumishi, kuna wengine hata wanamtumikia Mungu lakini bado wana hofu na Mungu anayemtumikia. Kuna watu wengine hata makanisani bado wana mashaka, hawana hata imani na Mungu anayemfuata. Ni wengi. Na kuna wengine wana miaka makanisani lakini bado wako tu kanisani kwa sababu tu na baba yake ni Mkristo. Na wengine hata utumishi wao, Mungu tumishi ambao ni wakupana na kushua kwa sababu ya mashaka walionayo, lakini wanamtumikia Mungu bado. Mtumishi wa Mungu, macho ya kiroho ni ya muhimu sana kwa sababu utakuwa unaona. Nasema siku zote kwamba kuna nguvu katika kujua. Ukijua kitu ni tofauti na mtu asiyejua kitu. Unaweza kuwa kwa mfano mimi na wewe tunaenda mahali, nitolee mfano, tunaenda Dodoma. Tunatoka Kigoma tunaenda Dodoma. Mimi sijui njia ya kwenda Dodoma, lakini ninaenda Dodoma. Wewe unajua njia ya kuishika ili uende Dodoma. Sasa sisi katika njia, safari yetu ni kwamba mimi nikikutana na mtu njiani wakati naelekea Dodoma, akaniambia kwamba hapana, hii sio njia kwenda Dodoma, ni hii njia kwenda Dodoma ni hii. Kwa sababu ninajua tu Dodoma lakini sijui njia ya kwenda Dodoma. Ni vyepesi sana mimi kubadilisha mawazo na kushika njia ambayo nimeelekezwa mtu ambaye nimekutana naye njiani. Lakini yule ambaye anaenda Dodoma na anajua njia, akikutana na mtu ni vigumu sana kushawishika kwamba aache njia anayoifuata kwa sababu anajua kwamba hii njia ndio itakayonifikisha Dodoma. Sasa akiambiwa na mtu kwamba njia ya Dodoma ni hii, yule mtu atasema kwamba hapana, mimi najua ninakokwenda. Kwa hiyo ukiwa na macho ya kiroho ni kwamba unakuwa na uhakika na unajua unakokwenda. Kwa hiyo usiwe Mkristo ambaye kwa sababu tu kanisani, kwa sababu tu wazazi wako ni Wakristo na wewe ukazaliwa katika dini ya Kikristo unaishi hivyo. Inabidi kwa Mungu akupe macho, ni haki yetu. Sasa Gehazi, ile hofu ilivyomwingia kwa sababu aliona kwamba magumu yameingia tayari, jeshi limeshazunguka. Gehazi akamwamsha Elisha, akamwambia Elisha, tunaangamia bwana wangu. Elisha akasimama, akasema kuliko nini? Akasema toka nje uangalie. Elisha alipotoka akaona jeshi la Washami. Lakini akatabasamu tu, akamwambia sasa Gehazi, shida kwa nini? Hao watu wametufuata sivyo kutuangamiza. Unaniambia shida ni nini? Akasema shida ni kwamba hauoni jeshi ambalo limetuzunguka, jeshi ambalo limetoka, ambalo ni la Mungu ambalo limetuzunguka ni wengi kuliko hao unaowaona. Sasa Gehazi kwa sababu alikuwa haoni akashtuka. Sasa unasemaje jeshi ambalo limetuzunguka ni wengi kuliko watu tunaoona, kati mimi nao waona ni maadui? Akaambia ukisoma sasa kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya 6 mstari wa 17 ndipo hapo Elisha akaomba Mungu mfungue macho huyu aone. Baada hapo Elisha alipoomba, Gehazi akafunguka macho. Baada ya kuona, hofu ikamuondoka, mashaka yakaondoka. Akaingia na ujasiri mpya. Hofu yamkini nisema maisha yetu hata kama mtumikia Mungu kwa sababu tuona, lakini tukiona ile hofu itaondoka. Sikiliza, wakati mwingine kutokuona, kutokujua uko kwenda, unaweza kuwa ni Mkristo au mtumikia Mungu, unaweza kuwa ni kituko kwa sababu anashangaa ni Mkristo lakini mbona ni kama vile haamini katika Mungu anayemtumikia. Inakuwa ni vigumu kumshawishi hata mwingine kuifuata imani ulionayo au kumfuata Mungu anayemtumikia kwa sababu ni kama vile wewe mwenyewe tu hauna uhakika. Kwa hiyo kuona kutakufanya uwe na uhakika, na hata kama ukisema mbele ya mtu kumthibitishia Mungu anayemtumikia, unasimama kwa uhakika wote kwamba Kristo anayemtumikia ameshanitendea hichi, Mungu anayemtumikia yuko hivi, unakuwa na uhakika. Lakini kama hauna macho, nafikiri kuna uwezekano ukawa hauna uhakika na mashaka inaweza kuwa ni mengi katika maisha yako. Na ibilisi anaweza pia hata kukuiba zamu kwa sababu hauna uhakika na Mungu anayemtumikia. Mwambie Bwana akupe macho,
kama Gehazi. Hofu ilimuondoka baada ya kupata macho, lakini alikuwa na hofu wakati alikuwa hana macho ya kiroho. Macho ya kiroho sio kama nabii tu tunapaswa kuwa nayo, ni haki ya kila Mkristo aliyompokea Kristo. Ana haki ya kuwa na macho, kwa sababu hatuwezi tukatembea bila kuona tunakokwenda. Mungu akubariki sana. Naamini kwamba umejengwa. Amen.